Tunaenda kuangalia madhara ya mtu asiyesamehe. Haya ni matokeo ya mtu ambaye anashindwa kusamehe. Kwa hiyo tunaenda kuona kwamba jambo la kwanza, unakuwa hausamehewi kwa Mungu, maana neno la Mungu linasema mkiwasamehe waliowakosea, nami mbinguni nitawasamehe ninyi. Pili ni kushindwa kuzuia hasira zako, yaani unashindwa kucontrol hasira, kwa sababu tayari ndani ya moyo kuna kitu umekibeba. Kwa hiyo utakuta mtu anakuuzi kitu kidogo, lakini wewe una react sana as if kama amekufanyia jambo kubwa sana. Lakini hiyo yote ni kwamba kwa sababu kuna mtu umembeba ndani ya moyo wako, anasababisha hasira kila wakati. Jambo dogo mtu analipuka, una react zaidi, tofauti na uzito wa lile kosa labda mtu aliyokufanyia kwa wakati huo. Namba tatu inasema unashindwa kumove on, yani kutokusamehe kunapelekea unashindwa kusonga mbele. You can't move on. Inamaanisha ya kwamba ni kama kuna minyororo fulani inakuzuia usiweze kupiga hatua. Yani unakuwa umejiblock, umejiwekea ukuta kabisa, unakuwa unashindwa kusogea mbele. Kwa hiyo hakuna litakalofanyika kwa sababu tayari moyo wako hauna amani. Ndio maana neno la Mungu linasema katika Ayubu 22:21, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakapokujia. Kwa hiyo tunaona kinyume chake, kutokuwa na amani, hakuna mema atakayokujia. Usipomjua Mungu utakosa nguvu ya kusamehe. Usipomjua Mungu utakosa uwezo wa kusamehe. Kwa hiyo ukimjua Mungu na ukawa na amani, ndipo utakuwa na amani na mema yatakapokujia. Kwa hiyo inamaanisha kwamba huyu mtu anakuwa amestaki kwa sababu hajamjua Mungu, pia hajaweza kupata uwezo wa kusamehe. Kwa hiyo unapokuwa umemshikilia mtu, hakuna mema atakayoingia, hakuna jambo jipya litakalofanyika. Kwa hiyo utakuwa ni mtu ambaye umejiblock na umejifungia milango na baraka ambazo zingeweza kutokea kipindi umeachilia yale uliyoyabeba. Namba 4, madhara ya kutokusamehe yanakusababishia magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya moyo, kama pressure, kama vidonda vya tumbo na vingine vingi. Kwa hiyo usiposamehe ni sawasawa na wewe mwenyewe umejitundika kwenye kitanzi, na wewe ndio una mamlaka na wewe ndio una uwezo wa kujitoa. Kwa hiyo kitendo cha kutokusamehe ni sawasawa na kujiumiza tu mwenyewe. Namba 5, unakosa amani ya moyo na furaha, yani furaha inaondoka kabisa, kwa sababu ile nafasi ambayo ndani ya moyo ambayo ingekaa furaha na amani, lakini wewe sasa umemweka yule mtu au umeweka kile kitu ambacho kilikuwa kimekufanya kimekukosea. Kwa hiyo kitendo cha wewe kuendelea kuvishikilia vile vitu, amani haiwezi kukaa. Yani ile nafasi ya furaha unakuwa umeweka majonzi au umeweka uchungu. Kwa hiyo inapelekea kwamba utakuta mtu anaweza akafanikiwa, akawa na majumba, akawa na magari, akawa na watoto, akawa na mke mzuri, lakini mwisho wa siku akakosa furaha kabisa. Unajikuta mtu ana kila kitu lakini hana furaha. Akijiuliza kwa nini, ukirudi nyuma ndo unagundua kwamba huyu mtu kuna mambo hajayaachilia. Kwa hiyo kitendo cha kuyaachilia tu haya mambo, na moyo wako unakuwa free. Kwa hiyo unarudisha kuwa na furaha na pia unakuwa na amani ya moyo.